نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من البدعة والضلال. أما بعد أوصيكم وإياي اتقوا الله فقد فاز من اتقى بقوله سبحانه إن للمتقين مفازا وقوله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أحباب في الله, baadakum syukur Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka sala na salamu kwa kiongozi wa umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wote pamoja na kuhusia nafsi yangu, na wote pamoja na kuhusia nafsi yangu kwenye kumcha Allah subhana faqad faza man ittaqa, hakika amefaulu wale wenye kumcha Allah, wale ambao wakamkumbuka yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wakatambua uwepo wake, lakini vile vile wakafanya maandalizi ya kuondoka kwao katika mgongo wa ardhi, lakini vile vile wakawa ni wenye kukinai na kutosheka na kichache kile wanachokipata. Hawa ndio walifaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wazi kabisa na dhahiru kauli yake iliposema inna lilmuttaqina mafaza, hakika ya wacha Mungu ndio walifaulu. Ahbabu fillah, hayya bina ila mawdu'atina al-yawm, tuangalie mada yetu ya leo. Kichwa cha habari cha hotuba yetu ya leo kinasema min fadhaili, miongoni mwa fadhila, miongoni mwa ubora, min fadhaili al-awahir shahri Dhul-Hijja, miongoni mwa ubora na fadhila zilizokuwepo katika haya masiku ya mwanzoni katika mwezi wa Dhul-Hijja, mwezi tuliokuwa nao. Min fadhaili, miongoni mwa fadhila zilizokuwepo, min fadhaili ayyam shahr Dhul-Hijja, miongoni mwa fadhila na ubora uliokuwepo katika mwezi huu wa Dhul-Hijja tuliokuwa nao. Ahbabullah, Allah subhanahu wa ta'ala yeye anaapia katika kile ambacho alichokihitajia yeye na alichokipenda kukiapia. Allah subhanahu wa ta'ala na akili ya kukiapia, lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye amefadhilisha baadhi ya watu na baadhi ya sehemu na sehemu nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala amezifadhilisha kutokana na utukufu wa sehemu hizo au kutokana na utukufu wa mtu huyo. Ahbabullah, Allah subhanahu wa ta'ala ameutukuza mji wa Makka kufanya kuwa uko juu dhidi ya miji mingine yote, lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye ametukuza mitume yake ulul azmi
wafanya wao ni bora kuliko mitume mingine yote. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye vile vile ameweza kuitukuza na kuifanya iko bora zaidi baadhi ya miezi zidi ya miezi mingine. Hii ni kauli ya Allah subhanahu katika kitabu chake kitukufu Surah At-Tauba aya 36. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardh minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah jalla wa ala anatuambia katika Surah At-Tauba aya 36. Allah subhanahu anabaisha na kutuambia inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah, hakika ya idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12 ambayo ipo katika kitabu cha Allah. Allah ameshaandika hivyo idadi ya miezi katika mwaka ni miezi 12. Yawma khalaqa as-samawati wal ardh, ili tayari ilikuwepo tangia alipoumba mbingu na ardhi. Minha arba'atun hurum, miongoni mwa miezi hiyo 12 kuna miezi minne iliyokuwa mitukufu. Minha arba'atun hurum, miongoni mwayo kuna miezi minne iliyokuwa mitukufu. Dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndiyo dini iliyokuwa sawa, hiyo ndiyo dini iliyonyoka. Allah subhanahu wa ta'ala akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msije mkazidhulumu katika miezi minne hiyo nafsi zenu, msije mkafanya maasi tofauti kwenye miezi hiyo mitukufu ikapelekea kudhulumu nafsi zenu, kwa sababu ni miezi iliyokuwa bora mbele ya Allah. Ni vizuri zaidi kujikita katika kufanya ibadati fiha, kufanya ibada katika miezi hiyo. Vile Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anatuonyesha kwamba kuna baadhi ya miezi amefadhilisha kuifanya iko juu kiubora dhidi ya miezi mingine, kwa kutuambia miongoni mwayo kuna miezi minne mitukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye aliyekuja kutufasiria katika kile ambacho alichokiteremsha Allah, kila jambo ambalo alilolisema Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hili pia Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea wazi kuitambua miezi hiyo minne. Allah anatuambia miongoni mwa miezi hiyo 12 kuna minne mitukufu, msije mkazidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya kazi yake katika aya hii kwa kutuwekea wazi juu ya miezi hiyo. Anasema sanatu, mwaka 12 shahran, una idadi ya miezi 12, kwa maana mwaka idadi ya miezi ndani yake ni 12. Ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ikifasiri aya hii ya Allah subhanahu. As-sanatu mwaka 12 shahra, ni miezi 12. Minha arba'atun hurum, miongoni mwa miezi 12 hiyo kuna miezi minne iliyokuwa mitukufu. Salatun mutawaliyatu, miezi mitatu katika hiyo minne ni yenye kufuatana, ukitoka mwezi huu ni huu, ukitoka huu ni huu. Salatun mutawaliyatu, miezi mitatu yenye kufuatana miongoni mwa miezi minne hiyo. Akasema Mtume Dhulqaada, mwezi ambao umetupitia nyuma yetu, Dhulhijja na Dhulhijja mwezi tuliokuwa nao, lakini akasema Muharram na Muharram mwezi ambao utakaofuata baada ya mwezi huu. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa Rajabun Mudhar na Rajabun Mudhar ahbabillah. Hii ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo inaweka wazi juu ya miezi minne mitukufu aliyosema Allah katika aya 39 Surah At-Tauba. Allah subhanahu wa ta'ala alituambia miezi minne mitukufu ipo katika idadi yake ya miezi 12. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia kwamba miezi minne yenyewe mitatu ni yenye kufuatana, ambayo ni Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram. Na akasema Rajabun Mudhar ahbabillah fala tadhlimu fihinna anfusakum,
Msije mkazidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo. Miongoni mwa miezi mitukufu ni mwezi tuliokuwa nao. Leo ni siku ya 3 katika mwezi huu. Leo ni siku ya 3 katika mwezi wa Dhulhijja, ambao ni miongoni mwa miezi minne mitukufu. Fala tadhlimu fihi anfusakum, msije mkazidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo minne. Miongoni mwa miezi hiyo ni mwezi tuliokuwa nao. Ahbabu billah, hayya bina ila al-ibadat, tufanye jitihada kujielekea ibada katika mwezi tuliokuwa nao, kwa kauli ya Allah, fala tadhlimu fihi anfusakum, msije mkadhulumu nafsi zenu. Jitahidini katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika miezi hiyo mitukufu ya Allah. Lakini pamoja na hivyo, kuna ofa nyingine kubwa ndani ya mwezi mtukufu. Kuna masiku yaliyokuwa matukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake, kwa maana ndani ya mwezi huu Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suratul Fajr, wal fajr, na hapa kwa al-fajr ahbabu billah, kama tulivyotangulia kusema, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ana haki ya kukiapia chochote kile katika viumbe vyake, katika vile ambavyo alivyovisimamia Allah subhanahu wa ta'ala. Katika uumbaji wake yeye ana haki ya kukiapia kitu chochote kutokana na ubora na utukufu wa kitu hicho, lakini vile vile yeye ndo anafadhilisha baadhi ya vitu dhidi ya vingine, kama alivyofadhilisha baadhi ya maeneo dhidi ya mengine, baadhi ya watu dhidi ya wengine. Na vile vile ahbabullah, katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ameapa kwa wakati wa al-fajr, wal-fajr wa layalin ashr, na kwa al-fajr lakini na masiku 10. ahbabullah, Ibn Abbas, Mujahid na Ibn Zubair ni miongoni wa fasihi wa Qur'ani, ni miongoni mwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia wamefanya kazi ya kuifasiri Qur'ani. Miongoni mwa aliyosema katika aya hii, wa layalin ashr, na hapo kwa masiku 10, wakasema kwamba ni masiku 10 ya mwanzo wa mwezi huu wa Dhulhijja, kwa maana haya tuliyokuwa nayo. Walayalin ashr, na hapa kwa masiku 10, washafi'a wal watr, na hapa kwa shufa na witri. Pia wakasema wafasiri hawa makusudio ya shufa ni siku ya kuchinja, siku ya 10, lakini witri makusudio yake ni siku ya 9, ambayo ni siku ya Arafa. Hababu billah, haya ni masiku yaliyokuwa ndani ya mwezi huu, mwezi wa Dhulhijja. Masiku 10 ya mwanzoni ni miongoni mwa masiku bora mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhlu ashrul awakhir min Dhulhijja, kichwa cha habari cha hotuba yetu tukumbuke kinasema fadhlu ashrul awakhir, miongoni mwa fadhila zilizokuwa bora katika masiku ya mwanzoni, masiku 10 ya mwanzoni min Dhulhijja, miongoni mwa masiku ya mwezi wa Dhulhijja, mwezi tuliokuwa nao. Hicho ndio kichwa cha habari cha hotuba yetu. Allah subhanahu wa ta'ala anaapa katika suratul Fajr, wa layalin ashr, na ninaapa kwa masiku 10. Haya ndio tunayozungumzia. Washafi'a wal watr, na naapa kwa shufa na witri. Shufa kwa maana ya yaumun nahar, siku ya kuchinja, lakini witri kwa maana ya yaumu Arafa, siku ya Arafa ambayo ndio siku ya 9. Ahbabu billah, fala tadhlimu fihi anfusakum, msije mkasubutu kudhulumu nafsi zenu katika masiku hayo kwa kuacha kujipinda kwenye ibadati, mkapata fadhila zake, mkapotekea na kuteleza kuingia katika maasi. Madhambi yake yatakuwa makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea wazi kwamba masiku haya 10 tuliyokuwa nayo, kwa maana leo ni siku ya 3 tangia yaingie masiku haya, ni miongoni mwa masiku bora mbele ya Allah. Lakini achana na hivyo, yako ndani ya mwezi bora miongoni mwa miezi minne mitukufu, Dhulhijja. Ndani yake kuna ashrul awail, haya masiku ya mwanzoni 10 ni miongoni mwa masiku yaliyokuwa bora katika kufanya ibadati tofauti. Ahbabullah, وقال صلى الله عليه وسلم, mtume naye sallallahu alaihi wasallam amesema, ma min ayyamin, hakuna masiku yoyote, al-amalu salih, matendo yaliyokuwa mema, fiha, katika masiku hayo, ahabu ila Allah, yanapendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala, min hadhihi al-ayyam, kuliko masiku haya. Kwa maana masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja, mtume sallallahu alaihi wasallam naye anatuambia
akizidi kutuoneshea ubora wa masiku haya. Hakuna masiku yoyote miongoni mwa masiku ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo mtu akifanya matendo yaliyokuwa mema yanapendwa zaidi na Allah subhanahu min hadhihi al-ayyam, kuliko masiku haya, kwa maana 10 min Dhulhijja, haya masiku 10 ya mwanzoni ndani ya mwezi wa Dhulhijja tuliokuwa nao. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik radhi za Allah ziwe juu yake amesema, kana yuqalu, kulikuwa kunasemwa, kwa maana katika jamii ya masahaba walikuwa wakisema, fi ayami al-ashri, katika haya masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja, bikulli yawmin alfi, katika kila siku moja ni sawa na masiku 1000. Kwa maana jitihada zako za ibada utakazozifanya zitakuwa zina fadhila kubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini akasema wa Arafa, na hii Arafa bi 10,000 yawma, ni sawa na masiku 10,000. Siku ya Arafa ambayo ni siku ya mwezi 9, fadhila zake ilivyokuwa ikihesabika katika safu za maswahaba, katika jamii ya maswahaba, ubora wake kama ni masiku 10,000 vile. Kwa maana wao walikuwa wanafanya jitihada zaidi katika kumcha Allah, katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala fiha, ndani ya masiku hayo. Hababu billah, nahnu fi shahr al-Muharram, nahnu fi shahr min shuhur al-Muharram, sisi tupo katika mwezi miongoni mwa miezi iliyokuwa mitukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kauli yake, minha 4 hurum, miongoni hayo kuna miezi 4 mitukufu. Kwa hiyo sisi tupo ndani ya mwezi mtukufu miongoni mwa miezi mitukufu ya Allah. Pamoja na hivyo tupo katika masiku bora miongoni mwa masiku ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo mtu akifanya matendo mema yanakuwa yana upendo zaidi kupendwa na Allah, yana fadhila zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi yatupasa kufanya jitihada kwa hali na mali katika kumcha Allah, ili mradi fadhila hizi zisije zikatupita, tusiingie katika kauli ya Allah, wala tadhlimu fihinna anfusakum, msije mkadhulumu nafsi zenu, kwa maana msije masiku yakawapita hali ya kuwa hamjapata faida nayo, hamjanufaika na masiku hayo. Ahbabu fillah, Anas bin Malik anasema, walikuwa watu wanahesabia na kudhania, au walikuwa watu wanasema kwamba haya masiku, siku moja ni kama vile masiku 1000, lakini Arafa vile vile siku moja ya Arafa walikuwa wakihesabia kama ni masiku 10,000 vile, katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na malipo yanayopatikana ndani ya masiku hayo. Hababu fillah, tunaangalia fadhlu 10 al-awakhir min Dhulhijja, fadhlu 10 al-awakhir, ubora wa masiku 10 ya mwanzoni min Dhulhijja, katika mwezi wa Dhulhijja tuliokuwa nao. Ahbabu fillah, lakini pamoja na hayo ndani yake kunapatikana siku ya Arafa, siku ambayo tumesema kwa kauli ya Allah, washafi wal watr, na hapa kwa sufa na witri, makusudio ya witri kwa kauli za wanazuoni, kwa kauli za wafasiri wa Qur'ani, ni yaumu Arafa, siku ya Arafa, ambayo ni siku ya Alhamisi kulingana na mwaka wetu huu, kulingana na mwezi wetu huu wa Dhulhijja, kwa kuwa leo ni siku ya 3 ndani ya mwezi huu. Ahbabu fillah, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia juu ya siku hii, ana Abu Qatada radhiyallahu anhu qala, kutoka Abu Qatada radhiyallahu juu yake amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam juu yake, siyamu yawmi Arafata, safunga siku ya Arafa. Kwa maana mtu atakayefunga siku hii ya 9, siku ya Arafa, ahtasibu ala Allah, ninatarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ayukaffira sanata allati qablahu, asamee madhambi ya mwaka ambao ulikuwa kabla yake, wa sanata allati ba'dahu, na madhambi ya mwaka utakaokuja baada yake. Hizi ni fadhila zilizokuwa katika siku ya Arafa, siku ambayo Anas bin Malik amesema wao walikuwa wakifikiria na kuipigia mahesabu kama masiku 10,000 vile. Allah subhanahu wa ta'ala katika kufadhilisha masiku haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, siku hii mtu ambaye atakayeifunga, basi
malipo yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kusamehewa madhambi ya mwaka uliokuwa kabla yake na mwaka ambao unaokuja baada yake. Ahbabu fillah, hadhihi ashr al-awail, masiku haya ya mwanzoni katika huu mwezi ni miongoni mwa masiku bora kwetu sisi, ni miongoni mwa fursa kubwa mno kwa upande wetu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya jitihada ili tufutie madhambi yetu. Ahbabu fillah, Yaum Arafa, siku ya Arafa, hii ni siku ambayo mahujaji wanasimama katika viwanja vya Arafa, ambayo ni siku ya 9. Hili ni jambo ambalo la kulizingatia, kwa maana ya kwamba mfungaji anatakiwa afunge kuambatana na tukio lile linalofanyika kule. Wao wanasimama siku ya leo mathalan, basi siku hiyo mtu ambaye hajahudhuria katika hija anatakiwa afunge ili apate fadhila hizi zilizosemwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala si siku nyingine, kutokana ni jambo la kimatukio, jambo linaloendana na tukio maalum. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema siyamu yaum Arafa, funga ya siku ya Arafa, siku ambao wao wanasimama katika viwanja vya Arafa, ambao ni siku ya 9. Ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu, natarajia kwa Allah asamehe madhambi ya mfungaji siku hiyo, yale ambayo yaliokuwa kabla yake na yaliokuwa baada yake. Ahbabu fillah, yaumu tasir fi hadha shahri, siku ya 9 katika mwezi huu ndio ambao fadhila zake zinasemwa hivi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Ahbabu fillah, fadhil ashr al-awail min dhil-hijja, tunaangalia ubora wa masiku 10 ya mwanzoni ndani ya mwezi wa Dhul-Hijja. aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabati. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ahbabu fillah, usikum wa nafsi ittaqullah azza wa jalla marratan thaniya, faqad faza man ittaqa. Mpenzi Allah, na wasieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu kwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mara nyingine, hakika umefaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaendelea na hotuba yetu ambayo tunainasibisha na masiku ambayo tuliokuwa nayo kwa kuipa jina min fadhail ashri awail dhil-hijja, miongoni mwa fadhila ya masiku 10 ya mwanzoni wa mwezi wa Dhul-Hijja. Ahbabu fillah, leo tupo katika siku ya 3 ila mufti ndani ya masiku haya mwezi wa Dhul-Hijja. Tukumbuke kwamba tumeuona Dhul-Hijja ni miongoni mwa miezi 4 mitukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyesema kwamba minha arba'atun hurum, miongoni mwa miezi 4 hiyo kuna miongoni mwa miezi 12 hiyo kuna miezi 4 iliyokuwa mitukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutuwekea wazi juu ya miezi hii akasema mitatu yenye kufuatana: Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, kwa maana mwezi tuliokuwa nao. Ahbabu fillah, pamoja na hivyo tumeona ndani yake kuna masiku 10 ya mwanzoni, kwa maana masiku tuliokuwa nayo ni masiku bora mbele ya Allah, kwa kiasi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna masiku miongoni mwa masiku ya Allah matendo bora yakawa yanapendwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko masiku haya. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika miezi 4 yote ambayo alisema hii mitukufu, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msije mkadhulumu nafsi zenu. Haina maana kwenye miezi mingine inaruhusiwa kudhulumu nafsi, kufanya maasi ya kumwasi Allah, hapana, bali jitahidi zaidi kumcha Allah katika miezi 4 hii kutokana na ubora wake. Na mtakapomwasi Allah, madhambi yake yatakuwa mazito mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mmeshindwa kuheshimu kitu ambacho yeye amekifanya kuwa ni bora kwenu nyinyi, hivyo basi madhambi yake yanakuwa makubwa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msije mkadhulumu nafsi zenu. Hababu billah, tumeona miongoni mwa fadhila za masiku haya 10
kuna siku ya Arafa, siku ya 9 ndani ya mwezi huu. Tukasema kwamba tujitahidi mno kuambatanisha funga yetu maadamu hatujafanikiwa kufika katika ibada ya hija. Sisi basi tuna fursa ya kufunga, malipo yake kufutiwa madhambi yaliyokuwa kabla yake na yatakayokuja baada yake, tutakapoambatanisha funga hii na siku ya Arafa, siku ambapo wao wapo katika misimamo vya Arafa. Endapo tutakapoenda kinyume na siku hii, tutakapoenda kinyume na mfumo huu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea kihistoria na tukio maalumu, kuna uwezekano mkubwa wa kutokupata fadhila hizi zinazosemwa na kile tutakachokifunga ikawa habaa mansura. Kwa sababu gani? Ni jambo linaloambatana na tukio maalumu. Hiki ndio cha kukizingatia, tukio maalumu. Wao wapo katika misimamo vya Arafa, sisi tunatakiwa tufunge siku hiyo ndio tupate fadhila zilizosemwa. Mtume anasema siyamu yaumi Arafa, funga ya siku ya Arafa. Alhamdulillah, hizi ni fadhila ambazo tunatakiwa tuziangalie, tunatakiwa tuwe makini nazo, ili mradi tusije tukazikosa kwa kufuata baadhi ya kauli ambazo hazinasibiane na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpenzi vya Allah, lakini katika fadhila ndani ya masiku haya 10 ya Dhulhijja kuna masala ya kuchinja, kuna masala ya kumwaga damu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sisi tumekupa wewe kheri nyingi ya Muhammad, sisi tumekupa kheri nyingi. Fasalli li rabbika wanhar, basi swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje. Kwa maana kuchinja pia chinja kwa ajili ya Mola wako. Ahbabu fillah, miongoni mwa fadhila za masiku haya kuna siku ya kuchinja ambayo kuanzia katika siku ya 10, ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema washafi wal watr. Na hapa kwa shufa, kauli za wanazuoni wafasiri wa Qur'an wakasema shufa makusudio ni yaumun nahari, siku ya 10 ambayo ndio siku ya kuchinja. Ahbabu fillah, an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala, kutoka Anas bin Malik radhiallahu anhu juu yake amesema wa an-nabii sallallahu alayhi wasallam, alichinja Mtume sallallahu alayhi wasallam juu yake bikabishaini, kondoo wawili, amlahaini, waliokuwa wamenona wamekaa vizuri, akranaini, ambao waliokuwa na mapembe, kwa maana kondoo waliokomaa. Dhabahu ma Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwachinja kondoo hao biyadihi, kwa mkono wake. Wasamma, na akamtaja Allah kwa kusema bismillah, wakabbara, na akamtukuza Allah kwa kusema Allahu akbar. Hii ni kauli ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ilionyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alichinja yeye kondoo wawili katika siku hii yaumun nahar, siku ya kuchinja. Kwa maana ni mwenendo ambao tunatakiwa kuishi nao wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba kuchinja katika masiku haya ambayo ni siku ya 10 ni miongoni mwa ibada na miongoni mwa sunna na miongoni mwa mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini vile Aisha radhiallahu anha qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam sikia juu yake, ma amila bin adam yawman nahr, hajafanya bin adam siku ya kuchinja amalani, jambo lolote ahabbu ila Allah, likawa linapendwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, min ihraqi dami, kuliko tendo la kumwaga damu ya mnyama aliyemwandaa. Hababu billah, Aisha anasema alimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kwamba wanadamu hawajafanya jambo lenye kumpendeza Allah siku hii ya kuchinja kuliko kile kitendo cha kumwaga damu ya mnyama wake, kuchinja mnyama aliyemwandaa, kumwaga damu ya mnyama aliyemwandaa. Hili ni jambo lililokuwa bora mno na mwenye kupendeza ndani ya siku hii ya yaumun nahar. Wa innahu, na hakika ilivyo, la yaati yawma al-qiyama, mnyama atakuja siku ya kiyama, tukuruni, ana mapembe yake, wa abulaqiha, na makwato yake, wa sha'ariha, lakini na maboya yake. Kwa maana anakuja mnyama vile kamilifu, akiwa ni ushahidi kwa mtu huyo, kwa maana nilichinja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, nilichinja kwa ajili ya Mola wangu ndani ya siku hii.
wa inna dama, na hakika damu, kwa maana damu ya yule mnyama aliyechinjwa, la yaqa min Allah bimakan, wa yamfikia Allah subhanahu wa ta'ala kabla an yaqa ala al-ardh, kabla haijadondoka katika ardhi. Bali unapoanza kuchinja tu damu inakuwa tayari imeshaika ushahidi mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kabla tone la kwanza halijagusa katika mgongo wa ardhi. Ahbabullah, hii fursa ipo katika masiku haya 10 ya Dhulhijja, masiku haya ambayo tumeshaanza, na hii ni siku ya 10 tunayoisemea hapa, kwa maana tuna mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kufuata, ambao utatupa fadhila mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wa kuchinja wanyama, kuandaa wanyama wetu kuchinja ndani ya siku hii. Ahbabullah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Fatima, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mwanawe Fatima, qumi simama, qumi ila udhiyatika, simama viende vichinjwa vyako, fashuhudia, nenda ukavishuhudilie jinsi wanavyovichinja, fa innahu yughfaru lak, hakika ilivyo unasamehewa wewe, inda awwal qatratin min damiha, wakati wa damu ya tone la kwanza litakalodondoka katika damu ya wanyama hao. Kila dhambi amalitia ambalo ulilofanya, kwa kila dhambi ambayo ulilofanya Fatima litakuwa ni lenye kufutiwa na tone la mnyama litakalodondoka kutoka katika hao wanyama ulioandaa kwa ajili ya siku ya leo, kwa ajili ya kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila tone la damu litakalodondoka basi litakuwa lenye kukufutia dhambi amalitia ambayo ulilofanya Fatima. Wakuli, nasema, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sema, inna salati, hakika sala zangu, wa nusuki, na vichinjo vyangu, wa mahyaya, uhai wangu, wa mamati, na mauti wangu, lillahi rabbil alamin, ni kwa ajili ya Allah, ni miliki ya Allah, mola wa viumbe vyote. Wabidhalika umirtu, na kutokana na hilo na mimi nimeamrishwa na Allah, la sharika lahu, wabidhalika umirtu, hana mshirika yeye Allah, na kwa hayo nimeamrishwa, wa ana awwalul muslimin, na mimi ni wa kwanza au ni miongoni mwa Waislamu, ni miongoni mwa wenye kujisalimisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mpenzi ya Allah, hii ni fursa nyingine ambayo tunatakiwa tuiangalie, kwa maana kwamba fadhila zake ni kubwa. Kuandaa wanyama kuchinja ndani ya siku hii, fadhila zake ni kubwa mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna jambo tunaomba tuliangalie katika hotuba yetu kuhusiana na masala ya vichinjwa. Alhamdulillah, naam, tayeb, tunajitahidi katika uandaaji wa vichinjwa hivyo, tunajitahidi katika kuandaa vichinjwa kwa ajili ya kutafuta fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, je, manufaa ya vichinjwa hivyo yanatusaidia sisi na wale ambao wanaoweza kunufaika na vichinjwa hivyo kutokana na hali duni walizokuwa nazo, kutokana na ufukara waliokuwa nao? Hili ndio jambo ambalo nataka tuliangalie. Aliulizwa Ibn Baz, al-taqsimu al-udhiya, je, swala la kugawanya hivi vichinjwa salatu akrasi, kwa theluthi tatu, kwa maana mafungu matatu yaliyokuwa sawa, lahu asrun fi shar'i, jambo hili lina asili katika sheria yetu ya dini ya Uislamu, dini ya haki. Swala la kugawanya vichinjwa katika mafungu matatu yaliyokuwa sawa, kwa maana kumechinjwa nyama zikagawa mafungu matatu sawa. Nimechinja mnyama wangu nikagawa mafungu matatu yaliyokuwa sawa. Jambo hili lina asili katika sheria. Swali hili limeulizwa kwa sababu kuna kauli zilizosema nyama inahitajika igawiwe mafungu matatu, theluthi tatu zilizokuwa sawa, wengine atumie mwenyewe, wengine apewe mafukara, wengine apewe majirani. Je, swala hili lipo katika sheria? Anasema Ibn Baz, hadha tafriqu, kugawa huku kwa theluthi, la asla lahu, hakuna asili katika dini. Wa innama taqsimu thalathatul aqsam, na katika vinginevyo kugawanya tu mafungu matatu, duna tahdidi hadha, pasi na kuweka kiwango maalum kilichowekwa. Kiwango kilichowekwa theluthi tatu,
kwa maana mafungu matatu yaliokuwa sawa sawa. Akasema lakini kugawanya kwa mafungu matatu pasi na kuweka kiwango sawa sawa, warid, jambo hili limepokelewa kutoka kwa Mtume. Qala sallallahu alaihi wasallam, anasema Mtume sallam, kuntu nahaitukum an idkhari luhum al-adhahi, nilikuwa mimi ninawakataza kuweka ndani na kuhifadhi nyama za vichinjo vinavyochinjwa. Ala, tambueni hivi sasa, fakulu, kuleni, watasaddaku, na toeni sadaka, wadakhiru, na zingine wekeni endapo zikiwa zinatosheleza kuhifadhi. Hii ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyetumia Ibn Baz kujibu swali hili. Akasema swala la kuweka kiwango maalumu kwa mafungu yote ya kusawasawa, swala hili halina asili katika sheria ya Uislamu, lakini katika kugawanya mafungu matatu hili lina asili kwa kutumia kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, nilikuwa ninawakataza kuhifadhi nyama miongoni mwa nyama za vichinjwa, basi ni sasa kuleni, kwa maana fungu kuleni, lakini watasaddaku, na toeni sadaka, na zinginezo zikitosheleza wekeni. Ahbabu fillah, kitu ambacho nilichotaka tuhamasishane na kuhimizana zaidi katika jambo la tasaddaku, na toeni sadaka, kwa maana wanyama tutakao wachinja, wanyama tuliowanunua, tuhakikishe kwamba wale Waislamu ambao hali zao duni, hali zao chini, kwa kiasi ambacho hana uwezo wa kununua hata kilo moja ya nyama, tuhakikishe tunaweza kuwatia nguvu kwa kupitia wanyama hawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kuleni lakini na toeni sadaka. Jambo ambalo tunalisahau zaidi ni swala la kutoa sadaka. Tujitahidini katika jambo hilo. Alhamdulillah, mfano uliokuwa dhahiri katika mwaka wa juzi, kuna ummahatu, akina mama wengi Waislamu walikuwa wapo katika mazingira yetu wakiwa wanasubiria nyama ambazo zinazotokana na siku hii, miongoni mwa nyama za udhiya, kwa maana wameshazoea hawa ni wanasunna. Kama ni wanasunna, wao jitihada zao kubwa na pupa yao ni kupata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hapo atakuwa wanachinja leo na tupate nyama kwa ajili ya kujifurahisha. Walikaa mpaka mida ya saa 5 kutokana na mfumo ambao wa kutoa sadaka hatujajiwekea. Basi tujitahidi zaidi kujiwekea mfumo huu, wale waliotuzunguka. Lakini katika sisi Waislamu, mtu unamuona kwamba hali yake ni fakiru, maskini hana uwezo wa kununua hata kilo moja, jitahidi uweze kumpa sadaka kutokana na nyama hii. Ahbabu fillah, masala ya michinjo yamezungumzwa sana na mashehe yetu, tutosheke na hivi. Kikubwa tujitahidi, fadhila zake masiku haya tuliyokuwa nayo mbele ya Allah ni fadhila kubwa mno, lakini siku ya kuchinja tuandae vichinjo vyetu. Ubora wa fadhila ya jambo hili ni mkubwa mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kutokana na hadithi nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam imethibiti akisema, kila unywele mmoja, ugoya mmoja wa mnyama utakayemchinja, basi wewe unaandikiwa mema mbele ya Allah, unapata malipo mbele ya Allah. Nyama na magoya mangapi? Tujitahidi kulipupia jambo hili, tujitahidi kuyaangalia kwa ibada masiku tuliyokuwa nayo, tusiweze kupoteza nafsi zetu, tusiweze kudhulumu nafsi zetu katika masiku haya, tusiweze kudhulumu nafsi zetu katika mwezi huu. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arina haqqal haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batilan batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma ihdina siratal mustaqima يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. أقم الصلاة.